mfalme. Basi Sulemani akamwambia, kama hutaki kulala na mimi, naomba usishike chochote katika mazingira yangu bila kuniomba. Naona, kwa hiyo imeandikwa hivyo. Yule mfalme Sulemani alikuwa ni mtu wa hekima. Kwa hiyo alipika chakula. Kile chakula aliweka spice, ambayo hiyo spice ukila lazima utasikia kiu. Kwa hiyo akapika chakula cha usiku akala. Usiku ameenda kulala, Sulemani akawa anajua huyu lazima ataamka usiku. Kwa hiyo akiwa wako katika mazingira ya kulala, yule mwanamke anatoka kwenye petaka anachukua maji. Sulemani akawasha taa, akamwambia, hapana, nilikwambia usiike chochote katika hii nyumba. Akaambia, haya si maji tu. Sulemani akamwambia, hamna kitu kwenye samani kama maji duniani. Kwa hiyo Malkia wa Sheba alikubali alale na Sulemani. Alipolala na Sulemani, Malkia wa Sheba alipata ujauzito. Unaona hiyo? Alipata ujauzito. Hiyo ni mpango ya Mungu, alipata ujauzito. Akapata ujauzito. Kwa hiyo wakati anaondoka, Sulemani naye akampa zawadi mara 10 ya vile alivyoleta, au mara 100 ya vile vitu alivyoleta, manukato, hivyo vitu vyote akampa na pete. Akamwambia, huyo mtoto kwa sababu alitoka Ethiopia akaenda kule Israeli ya zamani, Jerusalem. Hiyo unaona? Kwa akamwambia, nakupa na hii pete, Simba wa Yuda. Kusikia Simba wa Yuda. Pete ya nguvu za kifalme. Akamwambia, chukua na hii pete. Simba wa Yuda na unguruma, au sio? Unaona? Kuna fimbo ya enzi na vitu vingine ambavyo hivyo ndio vinatangia enzi, vinamhusu Mungu. Unaona? Kwa hiyo sasa yule mtoto katika nguvu hizo akaenda akachukua watoto wa kwanza wale wa kiume wa ile serikali ya baba yake, mtoto wa kijeshi wa kwanza, mwana sheria, watoto, mtu wa dini, mtu akachukua wote, wakaenda wakachukua lile sanduku la agano. Naona wakachukua na zile elimu zote za kule Israeli, ndio wakaenda Ethiopia. Naona ile historia. Sasa baada ya mtoto kwenda kule akachukua ile elimu ya babake. Kwa hiyo Sulemani akiwa amelala akaota ndoto ambayo ilikuwa tofauti, kwamba jua lilitokea huku likaenda huku, yani ni kitu tofauti. Akashtuka, na kitu cha kwanza ni kwenda kuangalia sanduku la agano, kwenda halipo. Akaamsha ile jeshi lake pale, jamani, ya sanduku alipo. Wakaanza kufukuziwa njiani, wakaambia, jamani, hao watu wamepita, wana spidi zaidi ya umeme, yani hata mkiwafuata mtawapata. Kwa hiyo ilikuwa ni utimisho wa Mungu lile sanduku kwenda Ethiopia. Ethiopia ndio sehemu ambayo vitu vya Mungu vipo, ambapo ndio taifa ambalo halijatawaliwa. Muelewe hiyo. Hizo ni historia. Yaani katika nchi zote duniani Ethiopia haijatawaliwa kwa sababu ndio nchi ambayo ina ahadi ya Mungu. Kwa hiyo sanduku baada ya kufika sasa, kile kizazi cha ufalme sasa kikaanza kuendelea. Huyo Menelik akaja akatawala. Akaja wakina Buzai, wakaja wakina Menelik mwingine, wakaja wakina Makoni. Sasa na 30 mfalme Haile Selassie alikuja kuwa mfalme wa 225 kutokea kule wakina Sulemani, wakina Menelik na wengine, mpaka kuja kutokea Haile Selassie. Sasa Haile Selassie ndio yeye alikuja kutimiza sasa ile yenyewe. Ndio maana mataifa yote duniani mwaka 1930 wakubwa wa Maka, wakubwa wa Roma, mataifa yote Japan wakaenda Ethiopia. Mwaka 1930 wakamsujudia, wakasema, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni bwana wa bwana, wewe ni Mungu wa miungu, Simba mshindi wa kabila la Yuda. Dunia yote ikakiri. Naona? Sasa hiyo ndio napeni, ndio Rastafari ilipotokea. Sio Rasta kuvuta bangi au Rasta kutokula nyama. Rasta ni ufalme, nguvu za kifalme. Naona? Kwa hiyo sasa mfalme Haile Selassie akaja ndo akaionyesha duniani. Kumbuka mfalme Haile Selassie ndo alikuja akakataza biashara, utumwa. Haile Selassie ndo akaandika katiba ya umoja wa dunia, haki za binadamu. Yeye ndo akaanzisha umoja wa Afrika. Yeye ndo akawafundisha wakina Patrice Lumumba, akina Nyerere, wote walifundishwa na yeye. Ndio maana leo ukienda kule Zanzibar, Dar es Salaam, Arusha, kote kuna Haile Selassie. Kwa hiyo sasa ukweli hapo umefichwa. Naona hizi dini za kigeni sasa. Naona hizi dini ambazo walitununua na kutuuza. Kumbuka sisi tulinunuliwa na kuuzwa miaka 500, Waarabu na wazungu. Ndio maana kuna Bagamoyo, kuna Zanzibar, kuna hizo historia sehemu. Bahati yake sijui anajiita world nini dini. Atakuja mwingine ataweka pale kibanda, ataandika jina lake, dini hii. Dini zinaenda kuwatenganisha watu na wametugeuza mbuzi albadui. Unaona, zinakuwa zinawatufu. Kwa hiyo wewe unatuchukua leo, Mungu ni kutenda mema.
Kutenda mema ni nini? Kumsaidia mwenzako. Yaani kila kitu tenda kuwa na upendo, kumheshimu mwenzako, kutofanya. Yaani ukishaishi hivyo ni zaidi ya kwenda kujifanya kanisani unaenda kusali sijui kila siku unafanyaje. Tena wengine wanakaa siti za mbele afu ni wachoyo. Wewe tu unasema mimi mlokole, jirani yako ongea naye una miaka mitatu, jirani yako mnaangaliana hivi. Alafu mimi mlokole. Sasa ulokole wa kazi gani namna hiyo? Mungu ni kutenda mema. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa hapa hiyo rasta mheshimu ndio hivyo. Hii ni naziri. Unaona? Mimi na inakuwa ngumu. Kwa mfano, mimi nilikuwaje mpaka mimi wakati tangia niko shule nilikuwa mtu mmoja mnyenyekevu, sio mtu wa nilikuwa hivyo. Naona? Nikamaliza sekondari, nilienda kusoma Sanya Juu. Unaona? Mimi ndo nimesoma sekondari. Kwa nilipoenda form 1 tu nilikuwa na miaka 12. Naona? Ndo sasa sana nifungua hapa. Nikakutana na rafiki yangu. Akaniambia unamjua Bob Marley? Bob Marley, Peter Tosh. Walikuwa ni watu wa kutetea haki. Niko na miaka 12. Sasa kitu ananiambia hivyo. Naona na yule mtu akanifundisha dawa, kwa sababu ganja kwetu mpaka sasa hivi wanafanya hivyo. Ilikuwa kila mwaka dunia inachagua taifa moja, vijana wote waende pale wa nchi zote. Naona mwaka mfano mwaka ule ilikuwa Ureno, labda mwaka juzi ilikuwa China, labda mwaka ule ilikuwa Afrika Kusini, labda mwaka fulani ilikuwa sijui wapi. Kwa hiyo mwaka ule iliangukia Ureno. Kwa nchi zote za duniani zinapeleka vijana. Kwa hiyo ilitoka tangazo kwenye gazeti, tamasha la vijana Ureno, mwenye kuweza kulipia kijana wake amlipie, au kampuni au makanisa. Kwa hiyo kuna watu walizaminiwa na makanisa, misikiti, makampuni. Mimi mzee wangu binafsi alinilipia. Ilikuwa nauli shilingi 800 kwenda na kurudi Ureno. Ilikuwa wiki hizi 2. Kwa wakati kipindi hicho sasa pia nyumbani pia nilikuwa sasa naanza kusikiliza nyimbo za reggae. Yaani maisha yangu, kwa mamangu kidogo maneno yalikuwa hayakosekani. Nilikuwa sina rasta, lakini alijizo tabia vya shirika au kuwa rasta. Maneno nini yalikuwa hayakosekani. Kwa hiyo mzee wangu aliniambia na kulipia kwenda huko. Ndani ya moyo wangu nikasema mimi nikienda kwenye tamasha sirudi, yani nataka nibaki kule niwe rasta. Sio eti nibaki kule nione Ulaya au nione dada wa kizungu. Nikasema mimi nikienda kule nitabaki sirudi. Ili niweze mtu asiniambie nywele, kwa sababu kila siku ilikuwa nyumbani kata nywele, unaona. Nikasema mimi nitabaki kule ili mtu atokee mtu wote akuniambia kata nywele. Kwa hiyo tukaenda kwenye tamasha. Tamasha ilikuwa tamasha kubwa, wa vijana wa Brazil, wa Uganda, wa wapi. Na miaka 13 si 10 ngapi 17 pale. Nimebeba vitu vya kacha kule, lugha waongee English. Hivyo nikauza, tamasha likaisha. Kwa hiyo mimi nikatoka kwenye tamasha, ilikuwa kama sehemu hivi, nikaenda mjini. Kwa hiyo Portugal, Ureno ni taifa ambalo lilitawala wa Angola, wa Mozambiki, wa Cape Verde, wa Guinea, wa Brazili, wa São Tomé. Naona. Kwa hiyo mimi mwenyewe watu nilikuwa siwajui. Naona, kwa sababu sisi ni koloni la Waingereza. Kwa hiyo Watanzania wengi wanaendaga Uingereza. Nchi kama ni koloni la Ufaransa, watu wengi wanaenda Ufaransa. Kwa hiyo mimi kule nikawa peke yangu Mtanzania. Nyerere Masai. Yaani kila mtu Nyerere Masai, nikawa naheshimika kwa sababu pia hawaongei English. Kwa hiyo mimi nikiongea English inaonekana. Naona. Kwa hiyo basi mimi tamasha lile nikakutana na kaka wa Kiangola. Tamasha ndio lilibaki siku 2 liishe. Yule kaka nikamwambia, friend, me problem go Africa, me you house help me house. Me you help house. Unaona? Nikawa natafuta sehemu ya mtu anisaidie kulala. Yule kaka wa Kiangola, me help you house. Angola walikuwa na vita. Miaka hiyo Savimbi kulikuwa kuna vita, kwa hiyo kulikuwa kuna wakimbizi. Kwa hiyo walikuwa wanakaa sehemu ya wakimbizi hivi. Sehemu kama hiyo wanakaa wakimbizi. Kaka yule akanichukua akanipeleka ghetto. Ananiambia wewe kama unataka kwa yani kwa lugha you sleep here no problem. Naona godoro liko chini, huku bati, huku pazia, huku bati hivyo. Mtu anaweza kufikiria Ulaya ukafikiria hivyo, mtu hamna. Hivyo, bati huku hivi analala pale. Lengo mimi nataka niwe rasta. Naona? Akanipa godoro nikalala. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ananiambia, "Hey, here no father, no mother. You job. You food, no job, no food." Kweli ananiambia hapa hamna mjomba, hamna shangazi. Inabidi ufanye kazi ule. Sasa itakuwaje? Akaambia unatakiwa uwe na document, kwa sababu Ulaya ukiomba kazi unaambia document. Sasa mimi document yangu ya wiki 2 ishaisha. Akaambia no problem, me find boss, no document problem. Baba nitatafuta boss ambaye hata kama una document atakusaidia. Kwa kazi ya kule ilikopo ni zege, nimebeba zege. Nilikuwa na miaka 17, baridi, nchi ya kibaridi. Nabeba zege. Ndio kazi hizo za ukuli nikawa nafanya sana. Naona, nikakaa mwaka bila mawasiliano nyumbani. Ndio baada ya mwaka nikawaandikia barua, nikaweka namba ya simu, nikaanza kuwasiliana nao.
Naona mama kidogo akafarijika, nikakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9. Nilipofika wa 9, mengi hapo nishakutana nao. Siku moja nikaongea na mama yangu, akaanza kulia sana. Na mimi mwenyewe ile siku sikulala. Yaani nilisikia kitu kibaya kabisa. Nikapiga maamuzi, nikasema mimi narudi kwetu. Nimeshakuwa rasa. Kwa nikakisana na familia yangu. Nikamwambia jamani, nyesi mnanilia mimi nirudi. Mimi nimeshakuwa rasta. Naomba nikirudi mtu yoyote asiniambie wala be. Kwa hiyo basi mzee wako umeona mzee? Njoo sikize sasa. Njoo msikize Ras Mambo hapa. Kwa hiyo mimi mwaka 2006, mwaka 2006, unaona? Mwaka 2006 sasa ndio nikarudi nyumbani Tanzania baada ya miaka 10. Unaona, lakini kule nilipata experience tofauti, mapishi, ujenzi, kuimba, mpaka kuimba, yani vitu vyote hivyo nikawa nimeshajifunza. Kwa hiyo nilipofika wazazi wangu wakanipokea, na rasta zangu kipindi hiko nimekuja ziko kama hapa. Naona wazazi wangu wakanipokea vizuri tu, nikaenda nyumbani, wakanielewa, tukakaa. Mwanzoni wakaanza kuniambia kata si nini, tukapiga, lakini mwasha wakapoa, basi tukaendelea. Kwa hiyo mimi baada ya kukaa miezi 3 kwa mzee, nikasema hapana, mimi nishakuwa mtu mzima. Nikaenda Kigamboni. Kulikuwa porini kabisa, yani porini. Sasa hizi ni mjini. Nikaenda nikanunua eneo langu. Naona kuna dada ambaye nilikuwa nimefahamiana naye, nikamwambia sasa tuishi pamoja. Unaona? Kwa hiyo dada nikamwambia sasa, yeye alikuwa amesoma mambo ya biology marine, sijui nini, nikamwambia hayo mambo, ma certificate mwaka 2006 yafungie kabatini huko. Nikamchukua nikampeleka shule ya Cherani, Manzese pale. Wakati mimi sasa kule lile chaka tumenunua, yeye anasoma chuo, mimi nasafisha lile chaka, nikajenga kijumba changu cha udongo cha. Kwanza ni tent, nikaanza kukaa na tent. Mimi na yeye tunakaa kwenye tent. Tunaenda kwa jirani maji kule tunachota kwa kisima. Ndio hivyo.